Guys, katika video ya siku ya leo tutajadili kupungua sehemu fulani tu ya mwili na sehemu zingine zibaki kama zilivyo. Wow. Tulikuwa tuna challenge ya kata tumbo. Waliokuwa kwenye challenge walio wengi wamepungua zaidi ya inchi 3, yani kuanzia inchi 3 za tumboni ndani ya siku 15. Na ushahidi wao ni nao. But keep in mind, hauwezi ukachomoa tu mafuta ya tumbo yatoke vingine visiguswe kabisa, ila utaongeza kasi ya eneo hilo, okay? Kwa sababu unapopunguza uzito, unapopunguza mafuta yaliyokithiri mwilini, utapungua kulingana na nature ya mwili wako kwa asilimia kubwa. Yani kama asili yako ukianza kupungua makalio kwanza, basi yataanza kupungua makalio kwanza. So, kuna namna ya kufanya ya kuforce mwili upungue sehemu fulani zaidi kuliko sehemu nyingine. So, yeah, kitu cha kwanza ambacho nataka kukifanya, fuatilia ratiba ya chakula ambayo itakuwezesha kupungua taratibu. Yes, unatakiwa upungue kwa kiasi ambacho sawa na vipimo vya mwili wako. Yaani usipunguze uzito mkubwa sana ndani ya muda mfupi. Ukipunguza uzito mkubwa ndani ya muda mfupi, hamna guarantee kama uzito huo mkubwa utakuwa umepunguza ni wa mafuta. Itakuwa na uwezekano mkubwa kwamba uzito uliopunguza si wa mafuta, bali ni uzito wa misuli na uzito wa maji. So, kitu cha kwanza, zingatia kufuata ratiba ambayo unapungua taratibu. Na hii ni ratiba ambayo inakufanya usijinyime kula, ni ratiba ambayo inazingatia makundi yote ya vyakula, yani protini, wanga nzuri, mafuta, na vitamini na madini. So unakula tu, okay, nimeambia wanga ni mbaya, basi unabebelea wanga ni mbaya, unashindia unakula tu mayai, utakuja kupungua vibaya. Kitu cha pili, vyakula vyako unatakiwa uvibadilishe kila baada ya muda fulani. Simaanishi kwamba kama ulikuwa unakula kiazi uanze kula chakula kingine tofauti, hapana. Yaani kama ulikuwa una calories kiasi fulani unazingatia, let's say calories 1800, baada ya wiki moja au wiki mbili unaenda kwenye calories 1780, 1750, 1700. Yani unazidi kubadilisha, kushusha kidogo kidogo kila baada ya muda fulani. Na kitu kingine kikubwa ambacho kitakusaidia ni mazoezi unayofanya. Chagua mazoezi ambayo yatakusaidia kutarget eneo unalolipunguza kwa kiasi kikubwa, lakini pia mazoezi ambayo yanajumuisha mwili mzima kwa ratio sahihi. Usije ukapambana kukimbia tu, usije ukapambana kuruka kamba tu peke yake. Kuna namna ya kuchanganya mazoezi ya aina yote. Aidha uchanganya mazoezi ya kunyanyua vyuma au mazoezi ya kutumia body weight, yani ya kujenga tu misuli. Aidha utaenda gym au utafanya nyumbani, ni sawa. Mazoezi ya cardio, yani namna ya kuchanganya na jinsi ya kuchagua cardio sahihi itakusaidia upungue zaidi eneo ambalo unataka lipungue. Na kitu kingine cha muhimu kabisa, muda unaopumzika usiku una maana kubwa sana. Mwili wako unahitaji muda wa kutosha kupumzika ili uweze kurecover. Ni sana kama umefanya biashara yako siku nzima alafu usiku ni muda wa kufanya mahesabu, na mwili wako unakuwa vile vile. So ukikosa muda wa kutosha kupumzika usiku, unaweza kusababisha ukapelekea hormones zisifanye kazi ambapo zinatakiwa kufanya kazi. Ukasababisha hormones zingine zikazalishwa kwa kiasi kikubwa ambazo hazitakiwi kuzalishwa kwa kiasi kikubwa, zingine zikazalishwa kwa kiasi kidogo ambazo hazitakiwi kuzalishwa kwa kiasi kidogo, ukawa na hormone ambazo hazija balance. Kwa hiyo hata ufanyaji kazi kwenye mwili wako pia utakuwa haupo sawa. So muda kulala, kupumzika usiku usiwe chini ya masaa 7 ni jambo la muhimu sana. Kingine, zingatia kunywa maji ya kutosha. Japokuwa inategemea of course una uzito kilogramu ngapi, mazingira uliopo, aina ya kazi unazozifanya, lakini pamoja na hayo yote, maji unayokunywa kwa siku sio chini ya lita 2.5. Kikubwa zaidi, zingatia hii sio process ya muda mfupi. Kama unataka kuona mabadiliko mazuri, unataka kupungua vizuri, usionekane kukonda, usionekane kudhoofika, usije ukapungua mwili mzima ikabaki kitambi tu, zingatia kwamba ni swala linalochukua muda mrefu. Jiwekee kuanzia miezi 3, miezi 6, hata mwaka na miaka 2 ikiwezekana. Kama unataka
nilikuwa na uzito mkubwa. Nishie kuvaa mikanda, nishie kutumia dawa, nishie kufuata crash diet ili tu nione mabadiliko haraka, na nishie experience hivi vyote ambavyo ninakueleza hapa. Na ndio maana nimetengeneza maswali quiz ambayo ukiyajibu hayo maswali vizuri, mwisho wa siku utapata ratiba ya chakula kulingana na vipimo vyako. Ratiba ambayo itakuwezesha upate kile ambacho nakielezea katika hii video ya siku ya leo. Kwa hiyo hamna haja ya kupoteza muda. Bonyeza linki iko hapo chini, ni rahisi kabisa. Maswali yatakuja, jibu kwa usahihi, toa data kamili, mwishoni utaelekezwa namna ya kupata meal plan yako, na itakuwa rahisi kabisa. Na utafanya hivi mpaka utakapopata matokeo ambayo unayahitaji. Ukiwa na swali, uliza swali lako sehemu ya comment, and hakikisha umelike video hii kama unahitaji zaidi video za kuelezea namna ya kupunguza mwili vizuri kiafya, kujenga mwili, kutengeneza shape na kadhalika. Okay guys, bye bye.